Tunaipenda nchi yetu kuliko kitu kingine chochote. Tunaipenda amani yetu. Yaani kama itatubidi kukaa na shetani kuwa na amani yetu, shetani tutakaa naye. Kuliko kukaa na malaika ambaye atatuwekea majambia na mapanga mkononi. Kwa sababu hiyo miujiza yake hata kuwa na mahali pa kuifanya. Kwa hiyo if you see yourself so clean, kijiona ni wasafi sana, basi muanze kutafakari mara mbili, usafi wenu ni kwa gharama ya nani? Na malengo yenu ni yapi? Yamkini hata nyie mnafanya mambo ambayo hamjui, lakini litakapotokea la kutokea, na waambieni hata hao wanaowapa support, wanaowapa jeuri, wanaowapa kibri, hawatakuwa na nyie. Na hata nyie mkiingia, tena nyie mtakuwa na liability kubwa sana. Kwa hivyo tunaiomba mamlaka hii irudi na iangalie msajili wa vyama vya siasa. Tunaomba ajaribu kuviita vyama hivyo kama vimesajiliwa kwa ajili ya kuwa kwenye shughuli za uchaguzi, na sasa wanahubiri hakuna uchaguzi, waitwe wajeni kuwe sasa kuna actions zianze kutumika. Kwa sababu sasa maslahi ya taifa letu tunaona yanaanza, kuna watu wanataka kuanza kuchezea kwa kutumia njia zile nilizoeleza hapo awali. Mwanasheria mkuu wa serikali aanze kujaribu kuangalia vifungu, yani uchaguzi ni takwa la kikatiba. Mtu anatoka anasema hakuna uchaguzi, na anaimba hakuna uchaguzi kwa wananchi, na wanawaambia wananchi waimbe hakuna uchaguzi. Ni kosa. Ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba waanze kuangaliwa, waitwe, warudi, lakini pia ni waombe wa Tanzania wenzangu wote kwa ujumla wetu, tuwatizame hao watu, tuzione dhamira zao, yani tujaribu kuwatizama zaidi ya yale wanayozungumza. Wasitumie shida zetu, wasitumie mahitaji yetu kama jukwaa la wao kujipatia madaraka, kama jukwaa la wao kuwaleta wale ambao tulishakwisha kuwafukuza na kuamua kujitegemea kama taifa na kushirikiana nao kama dunia inavyojengwa kwa kushirikiana. Lakini lengo ni kujenga taifa letu na kulinda maslahi ya taifa letu. Kwa hivyo wananchi wenzangu, tuwaangalie vizuri, tujue kuchambua mbuzi na kondoo ambao wameshakwisha kujua kuanza kutumika. Lakini pia tujipange kwa ajili ya uchaguzi, ni wa kwetu, kwa sababu viongozi huondoka, hubadilika, ila Tanzania itabaki. Ndio maana tuna chaguzi za awamu kila baada ya miaka 5. Tuliweka ni takwa la kisheria, takwa la kikatiba kuwa na uchaguzi. Kwa hivyo hawa wanaosema hakuna uchaguzi wanaanza kupambana na katiba, ambao katiba ni ya kwetu sisi wananchi. Kwa lugha nyingine, wameshatoka hadharani wanapambana na sisi, wanajifanya ni marafiki zetu, lakini wanataka sisi ndo tupambane. Wao wanapambana na nani? Wanatuchonganisha wananchi na serikali tuliyoiweka madarakani, ambao ni serikali yetu sisi. Kwa hivyo mimi ni waombe tu
tuweze kushirikiana katika kulijenga taifa letu. Tushirikiane tushiriki katika chaguzi, lakini pia nihamasishe vijana wajitokeze kushiriki chaguzi zetu zinazoratibiwa. Kwa hivyo huo mfumo wanauleta sio mfumo rafiki kwa taifa letu. Hauna nia njema, sio wa kutusaidia. Tunahitaji watu watakaotujenga na sio kutubomoa, watakaotuunganisha na sio kutugawanya, watakaohubiri amani, mshikamano, utulivu na sio vita, mgawanyiko na uhasama, kwa sababu havitusaidii na nchi haiwezi ikajengwa kwa misingi hiyo. Viongozi wetu tunaomba sana mtusaidie katika hili, mlilinde amani yetu kwa nguvu zenu zote, lakini pia kipekee jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Tunaamini na tuliamini ya kwamba linaendelea kulinda mipaka ya nchi yetu dhidi ya adui kutoka nje, lakini pia hata adui ambaye ameingizwa ndani. Kuna watu wameshachagua kuwa mapandikizi ili tu na wao waanze kuzunguka labda na misafara, vingora nini. Wanaona choyo, akiona huyu anapigiwa saluti, anafunguliwa mlango, basi na wao wanaona wanataka hayo maisha. Sasa nyie hamtaki kwenda kututumikia si wananchi, sababu kutumikia wananchi ni kazi. Na mkipata nafasi ya kuzungumza na marais waliopita, Mheshimiwa Jakaya yupo, muulize namna ilivyo kazi kuongoza nchi. Dr. Samia yupo, muulize ilivyo kazi kuongoza nchi. Na marais wengine wote wa Zanzibar wapo, waulize ilivyo kazi kuongoza nchi. Sio rais kama mnavyofikiria. Kuna gharama nyuma hiyo misafara, kuna gharama nyuma hizo saluti, kuna gharama kubwa sana, na inahitaji uzalendo wa hali ya juu kuhimili hizo gharama. Sasa nyie kama mmeshaanza kutuonyesha kutuuza mapema hii, hata mjapewa hizo nafasi, nyie mtatukimbia, mtatuachia nchi nyie. Mtatuachia nchi. Kwa hivyo mimi ya kwangu ni hayo. Tunaumia sana tukiona kuna mambo yanaenda, kwa sababu tunajaribu kufikiria kesho yetu. Tuna mambo mengi sana ya kuwaza kwenye vichwa vyetu. Sasa msitake tuanze kuwaza na utulivu ama amani tulionayo. Yaani kuna vitu hatuwazi kwenye nchi. Mtu ana shida zake nyingi sana, ataamka ataenda kupambana na hali yake. Lakini hata waza leo naenda kulala wapi, leo naamkia wapi, leo nikajifiche wapi. Sasa msitake kutuletea mengine ambayo hayakuwepo hata kwenye mawazo yetu, wala hayapo kwenye maisha yetu. Na tunapata nafasi ya kuwaza hayo mambo mengine ya kujijenga, kujiboresha, kutafuta maisha mazuri, kwa sababu tu tuna utulivu ambao nyie mnauita utulivu. Lakini niwahakikishieni, hii ni amani. Hii ni amani. Na kwa kuwa nyie mmepata kutembea na mnaweza pia mkatembea, mna mapassport ambao mnaweza mkagonga mkavuka, vukeni, nendeni maeneo ambayo hakuna hiyo amani tunayoiona katika nchi. Hakuna utulivu mnaouita.
Kongo hawalilii barabara sasa hivi kule. Kongo hawalilii mahospitali sasa hivi. Kongo hawalilii sijui mashule. Wanachotaka kwanza ni nchi itulie, amani katika yale maeneo. Vita vikome katika yale maeneo, kwa sababu hawatulii. Sasa mstake na sisi tuache kuwaza elimu, afya na maendeleo mengine kadha wa kadha, miundombinu, tuanze kuwaza tunatulia lini. Tukaanze kuwa wakimbizi kwenye nchi za wengine. Na maswali ya kujiuliza, wa Tanzania tutakimbilia wapi? Tutakimbilia wapi? Huku bahari, huku ziwa, katika mipaka inaokatiza upande wa pili huko na kwenye mushkeri. Taenda kujificha Kenya? Taenda kujificha Uganda? Taenda kujificha Rwanda, Burundi, Malawi, Sudan, Mozambique? Ndio nchi zinatuzunguka. Tutaenda kujificha wapi? Tutoke kwenye uhuru tulionao tukaanze kukaa kwenye kufungiwa kama wakimbizi. Kisha kuwa mkimbizi kwenye nchi ya watu, huna movement. Huna movement. Utapangiwa muda wa kula, utapangiwa pa kulala, utapangiwa kila kitu. Wala hata shughuli za kujishughulisha utajishughulisha nazo za kiuchumi. Ndio mnataka mtujengea maisha? Sisi we are hustlers. Tumezoea kuamka, kutoka, kupambana, kujitafutia chakula. Tunakuja tunakula sisi na familia zetu, tunamshukuru Mungu, alhamdulillah. Maisha yanasonga. Kesho tena ni siku nyingine ya mapambano. Tuna imani ya kesho kwa sababu ya utulivu na amani tulionayo. Hayo mnaotaka kutuletea, mnataka hata hiyo imani ya kesho tusiwe na uhakika nayo. Sasa mimi niwaombe tu, acheni mfanye siasa kama mnavyohitajika kuifanya, na sio kueneza propaganda za hao wanaowatuma. No reform, no election ni propaganda, na hii haina nia njema na taifa letu. Na hao wanaoimba hawana nia njema na taifa letu. Huyo Lissu anaimba, familia yake iko nje. Huyo Lema anaimba, familia yake iko nje. Huyo Maria Sarungi anaimba, hayuko hapa. Alafu ndo watu tunawasikiliza. Yaani wao wameshajiwekea gadi, familia zao wameshazitanguliza huko, shaziweka huko. Alafu hapa wanakuja kutuimbia nyimbo zao ambazo hazina mbele wala nyuma. Niwaambie tu, huu ni mwanzo. Vijana hatutakubali wala hatutashiriki huo uhaini mnaoupanga. Tutasimama imara kuilinda nchi yetu, kuilinda taifa letu, kuilinda amani yetu. Naipenda nchi yangu Tanzania, naipenda Afrika, bara langu. Asanteni sana.